na taarifa ambayo imetolewa na Boniface Mwabukusi, rais wa TLS, ya kwamba Mdude Nyagali, jeshi la polisi limefanikiwa kuingia kwake na kuweza kumzulu na kumpiga kwa namna ambayo isiyokuwa ya kawaida. Sasa niseme kitu kimoja, nikusomea kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari kuanzia wa 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko na kuotea mlangoni, inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikiwa walipokuwa uwandani, Kaini akamanukia Habili ndugu, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu usiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia, haichukuliki. Tazama, umefukuza leo katika uso wa ardhi, itastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakapokuwa anionapo ataniua. Sasa mimi nitoa ushauri kwa jeshi la polisi, lakini pia na serikali hii. Mara kadhaa tumekuwa tukiongea kwa habari ya utu na ubinadamu, ya kwamba jeshi la polisi kazi yenu ni kulinda raia. Ndio kiapo ambacho bila shaka ndicho ambacho mlichokula. Lakini pia inapotokea mtu amekuwa ni kama anajaribu kuchallenge nasa, pengine utawala unaweza kuwa inaendelea, njia si kumpiga, njia si kumzuru, njia si kumshika, njia ni kumchukua na kuanza kusikiliza mawazo yake na mwisho wa siku kufanyia kazi, walau nchi iweze kwenda mbele zaidi. Sasa kitu ambacho kinataka kufanyika ya kwamba mnajaribu, kila mtu anayetokea kwa katika anataka kuwa mzalendo na kuendelea kutetea kwamba jamii itaki kuishi na taifa kwa ujumla, huyo ndiye mnaweza kumfanya kwa kitendo kama hicho. Sasa hapa Mungu anamwambia Habili, anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na ndugu yako? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, lakini kama usipotenda vyema, dhambi iko inapotea. Umepiga, umemuua ndugu yako, damu yake iko inanilia, leo mnamfanya hivyo. Huyu ni mtu, ni mtoto wa watu, ni mtoto wa watu. Mdude Nyagali ni mtoto wa watu, damu iliyotoka hii. Jeshi la polisi tumefika hatua ya kuonana kama wanyama. Kila mtu anayejaribu kuinuka kweli achukuliwa hatua kama hizi, afanyiwe mambo kama haya ambayo amefanyiwa. Damu hizi ambazo zitiririka hapa zinaonyeshwa hapa na Mwabukusi, baada ile kodi sijajua alitumiwa ama imetoa mazingira yapi. Hizi damu kweli, unajua ya kwamba Mungu wa mbingu na nchi haangalii haya ambayo yanazidi kuendelea. Katika kitu ambacho na jeshi la polisi, mtajipatia laana sana. Maisha sio hayo, mtajipatia laana sana. Maisha sio hayo. Maisha ni kusikiliza hoja ya mtu na mwisho wa siku kwenda kukanae kama ni debate, kumsikiliza pia na yeye anatoa mawazo gani, na baada hapo tuendelee. Hatujafika hatua ya kuwa tunachukuliana hatua kama hizi. Sasa leo haya ni machozi, lakini pia huyu mtu pengine hata kwa makofu na alama ambazo mmemwekea nazo haziwezi kurudi zika katika hali yake. Tayari ni mmoja mtu ambaye tayari kama ni alama za damu yote haitakuja ifutike tena. Sasa angalia hiki ambacho amekionyesha Mwabukusi hapa, ndio juu ya kwamba tumefika papaya, tunaenda wapi na tutafika wapi kwa siku gani, na tutafika je tukiwa salama, au mnapenda waishi watu gani katika nchi hii? Angalia hizi damu ambazo zinatoka juu ya hiki ambacho amekirekodi rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Angalia kinachohusiana na Mdude Nyagali. Angalia kama kufariki kwa mtu aliye na wafuasi wengi. Wanadini na wanasiasa kwa kuwa ni watu waliojawivu ufurahi na kusema Mungu amempiga. Dini tulizoletewa zimetufundisha kwamba kila kifo ni mpango wa Mungu, ili tuendelee kuishi kiolela na kukubaliana na kufurahia kila linalotupata. Eti ndio kushukuru kwa kila jambo. Leo kufa kwa Mwafrika ni ushindi kwa Waafrika wenyewe.
tumekuwa fuma chizi, wanaobaki ndio wema. Nasema tuonane kwa hakimu wa mwisho. Mimi naamini sikana kwamba sisi tuliobaki hai ndio wema sana. Sikana kwamba sisi tuliobaki hai